naitwa Bahati Andrea, ni mkazi wa hapa kata ya Mzinga. Kukutana na kaka Mtambo, nilikutana naye kupitia wahudumu wa afya. Nina binti yangu ni mlemavu, kwa hiyo nilikutanishwa na kaka Mtambo kupitia wahudumu wa afya, na amekuwa akinisaidia mahitaji mbalimbali ya kuhusu binti yangu enzi ya uhai wake. Kiukweli tumepata pengo hasa mimi binafsi. Amekuwa akinishika mkono sehemu mbalimbali kwa ajili ya mahitaji ya binti yangu kama mlivyomuona hapo nje. Kiukweli mimi binafsi nimepata pengo, ila naishukuru familia hii, namuombea huko alipo apumzike kwa amani, na familia hii naiombea wasiache kutukumbuka kama alivyokuwa anatushika mkono kaka Mtambo, na wao waendelee kutushika mkono hivyo hivyo. Tunaomba wadau wengine wasitusahau, watukumbuke. Tuna changamoto nyingi kama mnavyoziona. Kwa mfano kama mimi binti yangu huyu siwezi kutoka kwenda sehemu yoyote kutafuta riziki, ni wa kukaa naye hapo. Tunamsaidia kila kitu, kizingatia ni binti wa kike, anahitaji usalama zaidi. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba wadau wengine huko wajitokeze, watusaidie kama alivyokuwa anafanya kaka Mtambo, watusaidie. Mimi binafsi na mahitaji mengi zikiwemo pempasi. Binti yangu kama mnavyomuona kila kitu ni hapo. Pempasi, kama tutapatiwa msingi kidogo, hata kusema nikae sehemu niuze mkaa, kwa sababu huwezi kumwacha ukaenda mbali. Yaani mimi ni mama ambao hata kuhudhuria misiba ya ndugu ni changamoto. Unaona? Kwa tulikuwa tunaomba wadau mbalimbali watusaidie, waishike mkono familia hii inapotusaidia sisi. Waungane watusaidie, tuna mahitaji mengi. Tuko wengi, sisi ni wachache tu ambao tunajitokeza, ila wengine wapo majumbani hawapati watu wa kuwashika mkono kuwaleta sehemu kama hizi. Kwa tulikuwa tunaomba tusaidie. Mimi binafsi mahitaji yangu ni hayo. Nilikuwa naomba mtusaidie, mtushike mkono. Kwa majina anaitwa Madua Ngasa, ni mhudumu wa afya ngazi ya jamii. Kwa ufupi namfahamu Mr. Alphon kwa misaada yake aliyokuwa anaitoa kwa walengwa au wahitaji. Mimi kwa vile ni mhudumu wa afya ngazi ya jamii, alikuwa ananitumia kama kiunganishi cha kuchukua changamoto kwenye jamii na kuwaleta kwake kwa ajili ya msaada. Huyu kaka nimemfahamu kwa muda kama wa miaka 4 mpaka 4. Manake nilimfahamu kipindi hicho kuna kijana mmoja anaitwa Musa, alikuwa na changamoto za kuongezeka uzito. Yaani kila mwezi alikuwa anaongezeka uzito sio chini ya kilo 3 mpaka 4. Basi ikabidi nimuunganishe kwake, ndio nilipoanza kumfahamu. Baada ya kumuona Musa akawa anamsaidia, akamhudumia, akampa na bima. Kutoka kipindi kile Musa alikuwa anahangaika hana mdau, lakini yeye aliweza kumsaidia na kupata bima na akaanza kupata matibabu ambayo mpaka saizi anaendelea nayo. Kwa kiasi kikubwa amebadilika. Lakini pia kuna wahitaji wengi ambao amewagusa na wamefaidika naye. Kwa mfano kwenye chakula, kwenye matibabu, pia kwenye kuwashauri, alikuwa anawatia moyo. Wahitaji wengi wameguswa sana na uhitaji wake. Kwa hiyo tu kwa kifupi ni hayo. Kwa hiyo kaka huyu tulimpenda sana, lakini pia tunatakiwa na sisi tujifunze kupitia kwake. Kwa matendo haya aliyokuwa anafanya, matendo ya huruma kwenye jamii. Jamii imepata pigo kwa vile yeye kaondoka, lakini sio mwisho wa kuendelea. Wadau wengine watakao kuwepo basi waendeleze nafasi yake. Waweze pia kuwatumia wahudumu wa afya ngazi ya jamii kwa ajili ya kuwaunganishia watu wenye uhitaji. Maana kwenye jamii kuna mahitaji mengi ambayo yapo.
Kwa vile yapo mengi, wakiwatumia wahudumu wa afya ngazi ya jamii watawaibulia changamoto zilizoko kule na kuwapelekea wadau. Lakini pia wadau wanapokuwepo kwenye kata au mtaa ni neema pia, manake serikali haiwezi kumfikia kila mtu, ila kukiwa na wadau na watoa huduma wa afya ngazi ya jamii wakiungana, ni rahisi kutatua matatizo ya kijamii. Kwa jina naitwa Edgar Ezekiel Mmari. Ni mhitimu wa Chuo Kikuu Tumaini Makumira katika shahada ya elimu. Mimi nimetokea mtaani ambaye ni mmoja wa watu ambao nimelelewa na Mr. Harold Mtambo. Yeye ninapomfahamu Harold ni mtu ambaye amenishika mimi mkono kutokea chini ambako ni level ya advance. Yeye ndo alinishika hapo mkono, lakini nimekaa naye na kupiga naye story mbalimbali kuweza kumfahamu na kuweza kumjua vizuri. Ni mtu ambaye ana moyo wa kipekee. Yeye kama yeye ana ile shauku ya kumsaidia mtu, na ukipiga naye story ni mtu ambaye anapenda maendeleo ya mtu binafsi kabla ya kwake yeye. Mimi ndivyo ninavyomfahamu, maana nimekaa naye si sana, lakini nimeweza kukaa naye na kupiga naye story mbalimbali zinazomhusu yeye mwenyewe, maana alishawahi kunipa story pia. Yeye aliwahi kusaidia familia yake kuisomesha, maana aliweza kufiwa na mzazi wake akiwa form 5. Kwa hiyo yeye aliweza kuwasaidia ndugu zake tokea hapo, akawa na moyo huo wa kuendelea na kuwasaidia watu wengine nje na familia yake. Alikuwa anawasaidia pia na watu wengine. Kwa hiyo ameisomesha familia yake akiwa hana mzazi mmoja. Ndivyo story ambayo aliwahi kunipa, na ni story ambayo naijua na ikani-inspire mimi mwenyewe kwamba unaweza ukawa yani kuna utofauti kati ya kujipenda na kujipendelea. Yani unaweza ukawa ukijipenda, unaweza ukawaona na wengine. Kwa hiyo yeye mwenyewe alinifundisha mimi hicho kitu kwamba niwe na shauku ya kujipenda. Ninapojipenda mimi na uwezo wa kuwapenda wengine, lakini nikijipendelea nitajiona mimi binafsi. Ndivyo ambavyo nimejifunza kwake. Kabla ya kukutana naye Mr. Harold, maisha yangu yalikuwa ni ya chini kidogo, yani ya chini. Naweza nikasema si kidogo, ni zaidi, lakini nilikuwa na uwezo tu wa kupata chakula kwa kula, lakini pia kwa kujisimamia mwenyewe. Maana mimi tokea darasa la pili nimekuwa nikiishi ghetto mtaani, nikijilea mwenyewe, naweza nikasema hivyo, pasipokuwa na support ya mtu kunishika mkono kimasomo. Kwa naenda shule mimi mwenyewe, narudi mtaani, nafanya shughuli mbalimbali. Siku nyingine naweza nikakosa kwenda shule, siku nyingine nikachelewa, lakini nimekulia mtaani ambao nyumba hiyo nilikuwa naishi, nilikuwa nipo pale kwa ajili ya kuiangalia nyumba ile, kwamba mpangaji ilikuwa ni nyumba ya kupanga by the way. Kwa hiyo yule mtu aliniambia wewe utakuwa una saini mikataba kwa sababu ya kai pale. Kwa nilikuwa namsaidia kusaini mikataba ya wapangaji, lakini mimi ndo survive yangu kwenda kuishi pale iendelee. Tokea nikiwa darasa la pili hapo mdogo ndo nilianza safari yangu ya maisha hapo. Kwa hiyo nimekuwa na watoto wa mtaani, mabraza wa mtaani wamekuwa wakinilea, na wadau mbalimbali ambao nilikuwa nikiishi nao, kwa mpaka nikafika level ya advance, ndo nikapata wadau wengine wa kuweza kunishika mkono, akiwemo Mr. Harold Mtambo. Jambo ambalo naweza kusema kila nikikaa nikilikumbuka au nikiona tu watu ambao wametokea katika hali yangu vile wanavyoishi, huwa natamani pia na mimi niweze kuwasaidia kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu Mr. Harold ni mtu aliyokuwa ana moyo huo wa kuwasaidia. Kwa nakuta mimi huwa nikiwaona watu ambao wanaishi katika hali za chini, na uwezo wa kumkumbuka Mr. Harold Mtambo, kwa sababu yeye ndo alikuwa anawainua wale watu, na yeye sasa hivi hatunaye tena. Kwa hiyo ndio hilo linalokuwa linakuwa linaniuma zaidi, lakini na jambo la kuwa na moyo wa kujitoa zaidi, kwa
sababu ndio kitu ambacho aliniachia, ni kama legacy pia kwake ambayo ameiacha katika jamii, lakini na kwetu sisi ambao tulikuwa tumemzunguka, tuko naye karibu. Mr. Harold Mtambo, kauli ambayo alikuwa anapenda kuitumia ni life is multifaceted, kwamba mimi amenifanya hiyo, natamani niguse kila mmoja, niweze kumsaidia pia kupitia hiyo kauli yake ambayo alikuwa anapenda kuitumia. Yaani ni kumgusa kila mmoja aweze kuwa na maisha mazuri, kuanzia wale wa chini na mpaka kwenye hali ya katikati. Pia amekuwa akiwashika mkono watu hao, akiwasaidia na kwa moyo mmoja ambao wasiojiweza. Kwa hiyo watu hawa wadau waweze kujitokea, wanaowiwa waweza kuichangia hii The Harold Foundation, waweze kuichangia, waweze kusaidia kuweka fedha zao, hata mawazo pia ni mazuri. Sio lazima tu fedha, hata mawazo unaweza ukatoa, lakini uweze kujiconnect na hizi foundation mbalimbali. Unaweza ukawapata watoto na watu mbalimbali ambao wanaweza kusaidia katika kampuni zao, kwa sababu watu ambao wanatoka maisha ya chini, ukiwapa kitu chochote wakishike, wanakishika kwa sababu wana uchungu nacho. Kwa hiyo hata kampuni zipo mbalimbali ambazo unaweza ukawasomesha watoto ukawapeleka kule na wakafanya kazi kubwa zaidi na nzuri, tofauti na watu wengine ambao wanaweza wakasema huyu amesomea, anaweza asijali kwa sababu yeye tayari ana watu ambao wanaweza wakamtetea. Lakini mtu anayetoka sehemu ya chini hajui nani atakayemtetea, kwa anakifanya kile kitu kwa uchungu kwa sababu ndo amekipata. Kwa hivyo mimi ningeomba wadau sekta mbalimbali ziweze kujitokeza, ziweze kuweza kuingia hapa na kuweza kusaidia katika The Harold Foundation kwa moyo mmoja, ambao tunaweza tukainua vijana wengine na vipaji vingine na watu mbalimbali, wazee ambao tunaweza tukapata baraka kwa Mwenyezi Mungu.